Moja kwa moja leo tunaigusa mada yetu inayohusu maadhimisho ya hedhi salama duniani, ambapo kila ifikapo tarehe 28 Mei dunia huadhimisha siku hii. Na kwa nini? Kwa undani wa haya yote tumemwalika hapa Bwana Joseph Kafipa, ni meneja miradi kutoka Zanzibar Maisha Bora Foundation. Atatujuza kwa kina. Karibu sana meneja. Habari za majukumu? Majukumu salama, tunashukuru Mungu. Habari za Zanzibar Maisha Bora Foundation? Zanzibar Maisha Bora Foundation tunafanya kazi kwa mujibu wa taratibu na sheria za nchi, lakini tunajaribu kuangalia serikali ina malengo gani. Basi na sisi tunajaribu kuangalia yale malengo ya nchi pamoja na dira ya Mheshimiwa Rais wetu Hussein Mwinyi. Basi na sisi Zanzibar Maisha Bora Foundation tunaanza kufanya vitu kama hivyo katika kuchangia maendeleo ya nchi yetu. Lakini sasa hivi tunaweza kusema malengo makuu hasa ni nini? Malengo makuu ya Zanzibar Maisha Bora Foundation, kwanza labda tukupe historia kidogo. Zanzibar Maisha Bora Foundation ni taasisi ambayo ilianzishwa na mke wa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, Mama Mariam Mwinyi, ambapo tulifanya usajili wa taasisi hii mwaka 2021, lakini ilizinduliwa rasmi mwaka 2022, ambapo malengo yake makuu ya kwanza ni katika kujaribu kuangalia kujenga uwezo wa kiuchumi miongoni mwa wanawake pamoja na vijana hapa Zanzibari kupitia zao la mwani katika uchumi wa bluu. Nadhani mnafahamu kwamba katika mambo ambayo serikali kupitia rais wetu wa sasa, ambapo yeye ni maono yake makuu ni kujaribu kuangalia uchumi wa bluu unaweza kuchangia vipi katika pato la taifa, lakini na pia katika pato la mtu mmoja mmoja. Kwa tuko tumejikita pale. Tuna wakulima tunawasaidia zaidi ya 700 kwa sasa hivi, lakini tuna vikundi zaidi ya 40-50 hapo katikati ambapo wameweza kunufaika. Kwa hiyo tuna malengo makubwa sana katika hilo eneo, ambapo tunajaribu kuangalia sasa hivi tunakuja na mkakati mpana zaidi wa kuweza kuangalia ni jinsi gani tunaweza kufanya mapinduzi katika hilo zao la mwani. Tutakuja kuona kwamba hao wakulima wamekuwa wakulima ni wadogo. Sasa sisi tunataka tuwatoe wawe biashara, ili kufanyike kwamba kilimo biashara, wawe na vikampuni, wawe na mambo mbalimbali. Tutapata muda wa kuzungumza siku nyingine, lakini ni tuna maono makubwa sana na mipango mikubwa sana inayokuja katika uchumi wa bluu. Eneo la pili ni swala la afya. Tunafahamu rais wetu yeye ni mtu ambaye ni mtu wa afya, hata katika elimu yake na nini na vipaumbele vyake. Tunajaribu kuangalia ni jinsi gani sasa tunaweza tukaishi katika hayo maono, kwa sababu rais ana maono, lakini nani ana champion hayo? Ina maana mke wake ambaye ni Mama Mariam Mwinyi kupitia taasisi yake, yeye anakuja kama champion katika kutekeleza azma na maono ya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo katika maeneo ya afya ni pana kidogo. Afya, serikali inajenga sana vituo vya afya, inaajiri watu na wauguzi, inaleta vifaa, lakini bado kuna swala la kijamii ambalo lipo. Kwa mfano kuna masuala ya afya ya uzazi wa vijana, kuna masuala ya afya ya mama na mtoto, kuna masuala ya upasuaji, kuna masuala ya uchangiaji damu na mambo mbalimbali. Lakini afya haishi kama mnavyoona tu. Tunakuja na miradi ambayo itasaidia pia katika masuala ya lishe. Ukija kuangalia Zanzibar, masuala ya udumavu pamoja na ukosefu wa lishe iliyo bora ni tatizo kubwa sana, sio tu kwa watoto, hata mashuleni, hata katika mama ambao aidha wajawazito na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo tunakuja na programu mbalimbali zitakazoweza kuwezesha na kusaidia katika eneo la lishe. Lakini ndani ya afya hapo nadhani mmeshawahi kusikia kitu kinaitwa Afya Bora Maisha Bora. Ni free medical camp, ni kambi za bure ambazo tunazifanya katika kutoa huduma mbalimbali za matibabu kwa jamii. Kama nilivyosema, tunafanya kambi mbalimbali, mpaka sasa tumeshafanya kambi kama 4, tumefikia watu zaidi ya 10,000 katika Zanzibar kwa ujumla, Unguja na Pemba, ambapo wanapata matibabu bure, wanapimwa, wanaangaliwa saratani. Sasa hivi tunaenda mpaka tezi dume. Tunakuwa tuna sehemu ya huduma rafiki kwa vijana, tuna sehemu ya lishe kama tulivyosema, kuna madaktari bingwa, lakini kuna upasuaji, kwa sababu zile kambi za matibabu ya bure tunazifanya pembeni ya hospitali. Mfano kambi iliyokwisha tumefanya Kitogani, unakuja pale wanapimwa, kama ni upasuaji mdogo watafanywa pale, upasuaji mkubwa watapewa rufaa, lakini tunachangia damu na mambo mengine mbalimbali. Katika eneo jingine tunajaribu kuangalia ambalo sasa tufupishe kidogo tu ili tuingie katika mada yetu moja.
kwa moja. Sawa sawa. Tuambie kidogo hayo maeneo ambayo yamesalia ikiwa ni sehemu ya malengo yetu kama taasisi ya Zanzibar Maisha Bora Foundation. Ndiyo. Sawa. Katika eneo jingine ambalo tunajaribu kuliangalia ni upande wa hedhi salama ambayo ndio leo tarehe 28 mwezi wa 5 ni siku ya hedhi salama duniani, ambapo maadhimisho yake yanafanyika kwa aina mbalimbali. Sisi kuna timu ambayo ipo sasa hivi iko katika shule za sekondari Bweleo pamoja na Paje, ambapo kuna wanafunzi wa shule za sekondari wa kike watanufaika kwa kupatiwa sio tu peke yake zile taulo za kwa ajili ya hedhi, lakini pia wanapata elimu pamoja na kushirikiana na vijana wengine ambao sio wasichana. Kwa hiyo tunatoa elimu pale, ambapo pia na ugawaji wa hizo taulo kwa ajili ya hedhi. Kwa hiyo ukija kuangalia katika programu yetu tuna kiwanda kidogo pale ofisini kwetu ambacho tumekiweka. Kile kiwanda tunakiendesha kwa kupitia wahisani mbalimbali. Mtu yeyote anayejisikia kwamba anaguswa katika eneo hilo la hedhi, tuna kiwanda kidogo ambacho tunatengeneza hizo tunaita reusable sanitary pads. Sisi za kwetu sio zile za kutumia alafu unatupa, hapana. Sisi za kwetu zinatengenezwa za kitambaa safi, ambapo baadaye unaweza kufua na anaweza kutumia kwa miaka 5 tangia labda tuseme akiwa form 1 hadi anakuja kumaliza form 4. Kwa mpaka sasa hivi tumeshatengeneza hizo taulo kama 42,000 na kwenda kuzigawa katika maeneo mbalimbali. Tunajaribu kulenga shuleni. Sawa sawa. Tutarudi tena hapo. Hebu tuambie, tunapozungumzia hedhi salama, hii dhana ina maana gani? Hedhi salama dhana yake kwa kifupi ni kwamba mtoto wa kike anapofikia umri wa barehe ndio anaingia hedhi, atake asitake. Hiyo ni masuala ya kibiolojia. Sasa inakukua ukija kuangalia kutokana na masuala ya kiuchumi, uelewa, elimu na mila na desturi mbalimbali, watoto wengi wa kike wanaoingia hedhi kwanza hawana elimu, hawajui. Cha pili, hawapati vile vifaa kama taulo ambazo ni salama kwa ajili ya wenyewe kwenda kuweka. Wengine wanaweka matambala, wengine wanaweka vitu mbalimbali. Nadhani katika kila jamii tunafahamu. Kwa hiyo kupitia ile jinsi anavyoweza kuweka vitu mbalimbali ambavyo sio salama, kuna uwezekano mkubwa katika viwa vyake vya uzazi kuweza kuingiza wadudu mbalimbali, bakteria, magonjwa na maambukizi mbalimbali. Kwa pale ile hedhi yake inakuwa sio salama. Tukaona kwamba hilo ni tatizo, na sisi kama Zanzibar Maisha Bora Foundation tukiona tatizo tunatafuta suluhisho. Suluhisho ambalo tulikuja nalo ambalo ni la kudumu ni kuhakikisha kwamba tunapata taulo za kike kwa ajili ya hawa watoto wanaingia hedhi, lakini taulo zetu ni zile ambazo anaweza kuwa nafua, anaweza kutumia zaidi ya mara moja, tofauti na zile tu akishachukua, akishatumia anatupa. Tukumbuke kwamba uwezo wao wa kiuchumi asilimia kubwa hawawezi kwenda kununua hizo taulo, ndio maana tunatumia vitu mbalimbali. Kwa hiyo tunawasaidia hizi taulo kwa kuwapa bure na kuweza kuhakikisha wanapata elimu iliyo sahihi jinsi ya matumizi yake. Mr. Joseph, kwa nini tumeangalia huko kwenda kuwekeza zaidi kutengeneza taulo ambazo zitakuwa zinatumika baadaye unasafisha na kurudia tena, tofauti na zile taulo ambazo zinatumika mara moja baadaye na kutupa, wakati tuna taasisi nyingi tuna taasisi binafsi zaidi ya 1,000 hapa Zanzibar, na ukitazama nyingi kati ya hizo kila baada ya muda fulani wanajitahidi sana kwenda kuchangia masuala haya ya taulo, na sisi tunaweka sababu ni swala la kiuchumi. Kama zipo taasisi kama hizi, kuna haja gani ya kutumia taulo hizi za kufua na baadaye kurudia tena ukilinganisha na zile taulo za kutumia mara moja? Asante sana. Tukubaliane kwamba ukishampa akatumia akatupa, atakuja kukufuata tena kuja kuomba. Hilo ndio kwanza. Kwa hiyo utakuwa bado sio kwamba hujamsaidia, utakuwa umemsaidia kwa kipindi cha mpito. Lakini upande wa pili, hata sisi wenyewe kuna wadau wanakuja Zanzibar Maisha Bora Foundation kutaka kutupa hizo taulo ambazo ni za kutumia mara moja. Kwa kweli sio lengo kuu la upande wa Mama Mariam Mwinyi. Nikwambia kisiwa cha Zanzibar, tutoe tu mfano hapa Zanzibar. Kuna shule ngapi? Kuna watoto wa kike wangapi wanaoingia katika hedhi? Alafu fumba macho fumbua kwamba wote wamepewa taulo za kutumia na kutupa. Hapa ni kisiwa na hizi beaches zitakuwa salama? Hilo jaribu kuifikiria. Kwa hiyo kuna masuala ya upande wa masuala ya mazingira pia tunajaribu kuangalia. Je, wote tukao ukiwa natumia taulo moja kwa siku, tufanye mtoto wa kike anaingia siku 3 hadi 5. Fanya
idadi ya watoto wa kike wanaoingia hedhi kwa siku, kwa mwezi, kwa mwaka, alafu wote watupe ndani ya kisiwa cha Zanzibar, unadhani masuala ya mazingira yatakuwa namna gani? Ndio kama tunavyosema mifuko ya plastiki na nini na kila kitu. Kwa hiyo tunaangalia sio afya peke yake, tunaangalia pia katika kulinda mazingira, na mazingira tukumbuke kwamba tunayalinda kwa ajili ya vizazi vyetu vya sasa na vya baadaye, waweze kukuta Zanzibar ikiwa safi, ikiwa salama kama jinsi sisi tulivyoikuta, basi tuweze kuacha kizazi ambacho kiko salama. Kwa hatuangalii pedi, hatuangalii kama pedi kama taulo. Ndio maana tunawapa kwamba ataitumia miaka 4 hadi miaka mingapi? 5, ambapo watakuwa wanafua. Aha. Sasa tukitazama hata mazingira tulionayo, vijana wetu hawa yanawakuta mambo hayo, wanaingia katika siku zao bila kujali mazingira gani waliopo. Ile ndio mambo ya kibiolojia. Wakati mwingine yupo darasani, inaweza kutokea hivyo. Wakati mwingine yupo pengine safarini na vitu kama hivyo. Mazingira ambayo tupo nayo yanaweza kumkidhia matakwa yake akiwa skuli pindipo amejikuta katika mazingira kama hayo, labda kuwepo na hivyo vifaa ambavyo vitamsaidia yeye kukamilisha hiyo dhana ya hedhi salama. Asante sana ndugu mtangazaji. Sisi kama Zanzibar Maisha Bora Foundation tunaposema tunajaribu kuchangia katika hedhi salama, sana sana katika hizi taulo ambazo tunazitengeneza, hatumlengi mwanafunzi peke yake kama mwanafunzi. Sisi tunawalenga walimu, wanapata mafunzo pia ni jinsi gani wanaweza wakachukua jukumu kama dharura mtoto wa kike anapopata kuingia katika hedhi. Una watoto wa kike nyumbani, akifika hakuna mtoto wa kike, hakuna mama, hakuna shangazi, anakaa na familia ambayo ni ya kiume. Kwa hiyo jamii inaelimishwa na kujaribu kumwambia mtoto wa kike kama ikitokea hii katika mafunzo yao, basi nenda hata katika kwa mtu wa jirani ataweza kukusaidia jinsi ya kufanya. Lakini watoto wa kike wale walimu wao ambao wakati wowote wanaweza kuwasiliana nao wanapoona mabadiliko, na walimu wamefundishwa. Tunashirikiana na watu wa vituo vya afya, tunashirikiana na watu wa elimu mbalimbali katika ngazi ya jamii, lakini sisi tunajaribu kuiangalia jamii yote kwa ujumla. Hatumwangalii mtoto wa kike kama mtoto wa kike peke yake. Ndio. Lakini tuzungumzie katika jitihada hizo. Uelewa tu unatosheleza kweli? Kwa sababu kama sisi tunazalisha vifaa vya aina hiyo, tunasubiri siku za maadhimisho tu ndipo tuvitoe, na tunatoa katika hizi makongamano, maadhimisho yenyewe. Mbali na kupeleka tu katika skuli husika, katika vituo labda, kwa sababu kuna mataifa, kwa mfano moja kati ya nchi za UK wamepiga hatua kubwa sana. Wao waliwekeza pia hata kwenye bajeti, ipo sasa sehemu maalum ambayo inakwenda kuchangia huku kwenye mfuko wa kuimarisha masuala haya ya hedhi, kuwa na hedhi salama. Lakini sisi katika mazingira yetu, nazungumzia hawa vijana, mbali na walimu kuwa na uelewa, baada ya wao kuwakuta mazingira hayo kuingia katika siku zao, kuna huduma ambazo zitawasaidia wao, mazingira rafiki ambayo yatawasaidia wao kujihifadhi na wasiathirike kisaikolojia. Asante ndugu mtangazaji, umeongea pointi nzuri sana. Ndio huko tunakoelekea Zanzibar Maisha Bora Foundation. Kwa mfano hadi kufikia Disemba mwaka huu, kupitia hizo skuli tunazozitaja, lengo letu ni kuweza kusambaza hizi taula angalau zisipungue 20,000. Hadi tunavyoongea sasa hivi tumeshatengeneza na kusambaza taula zaidi ya 8,500. Kwa hiyo tunaamini kufikia Disemba mwisho huu mwaka tutakuwa tumefikia at least kuweza kusambaza taulo kama zaidi ya 20,000. Lakini tunajaribu kuangalia masuala ya sera sasa, kama ulivyosema hivyo. Ni bora hata sisi Zanzibar ambao tumeanza hivi. Kuna nchi unavyosema kama Uingereza, kama wapi au kama sehemu nyingine, unaweza kukuta Scotland leo wanafanya. Unaweza kukuta kwamba wenyewe wanafanya hizi ambazo disposable kwa mfano. Sisi tunaangalia reusable. Lakini serikali pia imeshaanza kufanya juhudi. Kumbuka wamepunguza kodi katika kuingiza hizi bidhaa kutoka 30% hadi 25%. Lakini tunakwenda sasa kujaribu kuangalia kupitia programu kama hizi tuweze kuwa na documentation nzuri kuweza kujua, kuambia watunga sera, mnaonaje kama mkiweka ruzuku katika maeneo kama haya. Kwa mfano sisi tunatengeneza, tunatumia gharama za wahisani na nini na gharama za taasisi. Tunataka kuja kushauri sasa, baada ya kuwa tumeona kwamba yana manufaa, labda serikali iweze kuweka ruzuku
au serikali yenyewe iingie jitihada zaidi kwa ajili ya kumlinda mtoto wa kike. Lakini serikali haiwezi kufanya kitu kabla haujaanza kufanya na kuanza kuona matokeo chanya. Na kumbuka taasisi hii tunafanya kazi yetu 100% kwa kushirikiana na serikali. Ukiangalia mwani tuna MOU, mashirikiano na Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi. Ukiangalia huku tuna mashirikiano na Wizara ya Afya, ambapo tunaangalia hii, tunavyoiangalia hatuiangalie yenyewe kama yenyewe, tunaangalia pia hapa tunatokomeza na kupiga vita masuala ya unyanyasaji wa kijinsia. Kumbuka kwamba mtoto wa kike asipokuwa na hii taula ya kufua zaidi ya mara moja, akipata ile mara moja ya kutupa, kuna uwezekano safari ijayo akiingia hedhi asiweze kuwa na pesa ya kununua, akihitaji atajiingiza katika vitendo ambavyo labda vya kwenda kuomba kwa wanaume. Kuna uwezekano mkubwa ataweza kunyanyaswa kijinsia kwa ajili ya kupewa pesa ya kwenda kununua hizo taula. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya kumlinda mtoto wa kike katika mtazamo ambao ni mkubwa. Mtu anaweza kuona tu taula, lakini sisi tuna kitu kinaitwa Tumaini Kit. Ile kiti ya kwetu sasa, ndugu mtangazaji, sio taula peke yake. Ina hiyo taula ambazo zinakuwa ni pisi 3 atakazotumia kwa miaka 5. Kuna hanging line ambapo ni kitu hizi pedi mtu aweza akafua akaenda kuanika kwenye kamba. Kwa hiyo tumetengeneza kutokana na hizo mila na desturi, tumetengeneza kitu kinaitwa hanging line ambapo akifua anaingiza ndani, anaanika kwenye jua, haiwezi kuonekana kama hiyo ni pedi. Tumemwekea mle sabuni. Tunaamini kuna wengine unaweza kuwapa hizo pedi lakini asiweze kuzifua vizuri kwa sababu hawezi kupata pesa kwenda kununua sabuni na kujiosha na yeye vizuri. Lakini tumeenda zaidi, tumeweza kuweka katika hiyo kit angalau nguo za ndani 2 tunampa, kwa sababu unaweza kumpa hiyo lakini pia asiwe na nguo ya asiwe na nguo ya ndani, pamoja na begi la kuhifadhia hivyo. Lakini pia tumeongeza, tumemwekea karatasi ya matumizi inayoonyesha hatua za kwanza hadi za mwisho za matumizi haya. Tunampa mwongozo. Kwa hiyo tunampa kitu kinaitwa kit. Hatumpi taula kama wengine wanavyokuja wanampa alafu wanaondoka. Kwa hiyo kuna hizo ambayo inakuwa ndio iko imekamilika kwa ajili ya mtoto wa kike. Ukiangalia gharama yake pale ni gharama kidogo, zaidi ya dola 15, ambapo sisi kwa hela za Kitanzania unaweza kusema ni shilingi ngapi wewe mwenyewe ukifanya haraka kwa nani moja. Na sasa hivi tumeshagawa kwa school zaidi ya 76 na kwa watoto zaidi ya 8145. Na kama nilivyosema tunaendelea kuzalisha kwa sababu lengo letu ni kufikia taula 20,000 mpaka kufikia mwisho wa huu mwaka. Kwa Zanzibar Maisha Bora Foundation tunafanya vitu ambavyo kimsingi vinaleta matokeo chanya kwa jamii, kwa watoto, kwa wanawake, lakini pia tunajaribu kuangalia ni jinsi gani wanaweza kushiriki katika ujenzi wa taifa lao. Nitarudi tena kwako Mr. Joseph Kafipa. Mtazamaji, tupate ujumbe kutoka studio, tukirudi hapa tutakamilisha hatua ya mada yetu. Karibu kwa mara nyingine tena. Tunazungumza na Mr. Joseph Kafipa, meneja miradi kutoka taasisi ya Zanzibar Maisha Bora Foundation, na leo tunajadili kwa kina kuhusiana na swala zima la siku ya hedhi salama duniani, ambayo kila ifikapo tarehe 28 ya mwezi wa 5 kila mwaka basi dunia huadhimisha siku hii. Na kwa upande wa Zanzibar tunataka kufahamu kidogo tunaiadhimishaje hapa. Umetupa mwangaza kama taasisi tunajitahidi kuchukua jitihada za kuzalisha taula hii na kwenda kukamilisha ile dhana ya hedhi salama. Lakini hata tukiangalia kwenye dhana hiyo pia kuna swala la
usalama katika mitazamo ya baadhi ya watu katika jamii. Mara nyingi kwa muda mrefu tumekuwa tukikumbana na malalamiko ya aina hiyo, baadhi ya vijana wa kike wakisimulia namna ambavyo wanapata unyanyasaji pindi wanapopatwa katika kipindi hicho cha mabadiliko ya kibiolojia. Sisi kama taasisi ya Zanzibar Maisha Bora Foundation tunafanya nini ili kuona tunapunguza ama kusitisha kabisa tabia hii ya unyanyapaa, hususan kwa hawa ambao wanapitia kipindi kama hicho? Asante sana ndugu mtangazaji. Safari ni ndefu kidogo ya kuweza kutokomeza unyanyapaa pamoja na kuhakikisha kwamba tuna mazingira salama kwa huyu mtoto wa kike. Kumbuka ni kwamba taasisi zinazofanya hivi vitu, hizi kuendesha hizi afua, unaweza kuziona ni nyingi, lakini kila moja na malengo yake, lakini na nyingine pia hazifuati sheria na miongozo na kanuni zilizopo ambazo ziko serikalini tunatakiwa kuzifuata. Sisi tunazifuata kwa ukamilifu na utimilifu kama nilivyosema tunafanya na Wizara ya Afya. Kwa hiyo ili kuweza kukomesha na kutokomeza hii ni safari ndefu kidogo. Kwa mfano nikwambie, sisi tutagawa taula na nini na kila kitu, mtoto atajistiri, lakini ikitokea mtoto ambaye bado hajapata taula kwa mfano akaanza nguo yake ikaanza kuonekana kuna damu, itakuwa ni tatizo. Kuna shule ambazo tunaamini hazina hata maji safi na salama. Mtoto ataenda kujiosha vipi na akifika nyumbani? Kwa ni swala la kisera na pamoja linahitaji mjadala wa kitaifa, lakini tunasema ni cross cutting au inatakiwa kuwa katika multi-sector approach, kwamba kuna Wizara ya Maji, kuna Wizara ya Afya, kuna Wizara ya Elimu, kuna ni wadau mbalimbali ambao wanaweza kushirikiana katika kuhakikisha kwamba tunamweka mtoto akiwa salama. Tunahitaji shule iwe salama, tunahitaji jamii iwe salama, tunahitaji kijana au mtoto wa kike awe salama. Kwa hiyo kuna hiyo pati ya maji, pati ya elimu, kuna sehemu ya kuweza kumpatia hizi taula, lakini hata jamii yenyewe kwa ujumla. Kwa mfano tunaenda katika jamii mbalimbali, tunajaribu kuwaeleza kwa kutumia njia mbalimbali, kuwafikia hata watoto wa kiume, kwa sababu watoto wa kiume pia ni chanzo cha kuweza kuwanyanyapaa watoto wa kike. Tunakumbuka hata sisi tulipokuwa shuleni huko shule ya msingi, kabla hatujapata hiyo elimu, ukimwona mtoto amechafua sketi, maneno yanakuwa mengi sana, lakini hatukuwa na huo uelewa na wala hatukuwa tumefundishwa. Kwa hiyo elimu kwa jamii ni mojawapo kati ya nguzo ambazo ni muhimu sana na njia ambazo zinaweza kusaidia kuanzia nyumbani. Mtoto akipata anasaidiwa vipi? Kama hakuna mama nyumbani, yule baba aliyepo, yule ni mtoto wake au mjomba, anaweza kumsaidia vipi? Hata kumpa tu rufani kwamba anaenda kwa mama wa jirani au kwa shangazi wako, hiyo inaweza kuwa inatosha. Lakini katika skuli za kwetu tuhakikishe kwamba katika mipango yetu na katika bajeti zetu tunajaribu kuangalia hivi vitu kama vitu vya msingi. Tutaenda na kwa serikali pia kwa tunga sera na nini. Tuna miradi mbalimbali inayotumia pesa, lakini kwa nini tujaribu kuangalia pamoja na kupunguza kodi za kuingiza hizi padi, hizi taula pamoja na vifaa vyake, lakini kwa nini tusiangalie kama nilivyosema ruzuku kuweka huko? Au ni safari kidogo itakuja kufikia kwamba hizi taula za kike zitakuwa zinatolewa kama sehemu ya package ya shule, tunavyosema elimu bure kwa mfano. Lazima iingize na vitu kama hivyo katika sehemu zake, kwamba mtoto wa kike yumo mle katika shule. Sasa hii ukija kuangalia katika upande wa kuongeza uelewa na kujifunza kwa watoto wa kike, tulifanya haraka hesabu, mtoto wa kike kabla hii program alikuwa na uwezo wa kukosa hadi siku 45 na zaidi kwa mwaka za kwenda shule. Kwamba siku ngapi kwa mwezi anaingia hedhi. Anashindwa kwa sababu anakosa confidence. Akikosa hizo siku za kwenda shule, unakuja kumlinganisha na mtoto wa kiume ambaye anaenda shule kila siku. Tumeelewana? Kwa hiyo kuna masuala mengi sana ambayo tunakuja kuangalia matokeo yake chanya au hasi yanakuwa ni nini. Kwa hiyo inahitaji mjadala wa kitaifa, inahitaji kuingiliwa katika nguvu kubwa sana na serikali na wadau mbalimbali, lakini tumeshaanza na Wizara ya Afya kwa sababu kuna unyanyapaa. Tuna wadau mbalimbali ambao tunashirikiana nao, hatuwezi kuwataja, lakini pia tunajaribu kuangalia sisi peke yetu hatuwezi. Tunahitaji kukuza hiki kiwanda cha uzalishaji, lakini nakuwa na mashine za kisasa zaidi ambazo zinaweza zikakutengenezea hizi taula nyingi kwa wakati mmoja bila kutumia wafanyakazi wengi, kwa sababu kumbuka kwamba ni gharama. Tunaajiri wafanyakazi, tunakuwa tuna ofisi, tuna umeme na vitu kama mbalimbali. Sawa. Labda kidogo tuangalie kwenye usalama wa matumizi ya taula zenyewe. Taula hizi zinatakiwa zitumike vipi
licha ya kwamba kuna maelezo pale lakini pengine kuna muda maalum ambao taulo hizi zinapaswa zitumike kama vile nguo tunavyozivaa. Sawa. Asante ndugu mtangazaji. Hili ni swala nyeti kidogo. Mimi mtoto wa kiume, hicho ni cha kwanza. Lakini huwa napenda kwamba sisi tunapenda kwamba kama sio eneo lako la utaalamu, makadirio muda wa makadirio, labda taulo hii inapotumika itumike kwa masaa mangapi na vitu kama hivyo. Nataka kujua ile hali ya matumizi yake ambayo itazingatia hiyo dhana ya usalama wenyewe, kwa sababu inawezekana tukasema hiki ni kifaa salama lakini unavyokitumia kinawezekana ikakupelekea kuvunja hiyo dhana ya usalama. Sawa, ndio maana tunaweka taulo ngapi? 3. Tunaamini mtu anaingia katika hedhi siku zilizopungua ngapi? 3. Ndio maana inaitwa kit, si ndio? 3. Kwa hiyo tunategemea ndani ya masaa 24 amefanyaje, amebadilisha na amejisafisha vizuri, itumike angalau kwa muda. Na tunafahamu watu wengine wanatumia siku 2 na nini huko katika hizo taulo ambao hawajapata elimu. Kwa wanavyozidi labda kutumia zaidi ya huo muda, kuna uwezekano wakapata bakteria wakaweza kuingia tena katika viaza vyake vya uzazi, ikawa ni tatizo kubwa zaidi. Kwa hiyo ni sehemu ya elimu na sehemu ya hayo maelekezo niliyosema hiyo, ambao kwamba kuna instruction baada ya kupewa katika hiyo kit yote ya mumle. Lakini tunapofanya hii kazi sisi na wataalamu wa kutengeneza miradi na nini na afua mbalimbali, tunachukua watu ambao wamesomea katika vituo vya afya na katika ngazi ya jamii, wanakwenda na watu wetu kutoka Zanzibar Maisha Bora Foundation, wanaenda kukutana na jamii, wanawaelimisha na kuelewesha. Lakini mara nyingi tunatumia watu wa kutoka maeneo hayo ili inapotokea swali lolote au swala kutoka kwa mwalimu au mwanafunzi au jamii, basi wanaenda katika huyo mtu ambaye inawezekana ni wale watoa elimu au watoa huduma za afya katika ngazi ya jamii huko katika msingi katika shea zetu, lakini ni katika hospitali za jirani, badala ya kufunga safari kuja Zanzibar Maisha Bora Foundation kwa ajili ya kupata elimu. Kwa hiyo kidogo ni kitu mtambuka, lakini pia ni tunaita saa nyingine kutokana na mila na desturi, sio wanasema sio vitu vya kuongelea hadharani, lakini kama ni mtaalamu anaruhusiwa kuongelea na ataweza kukuchukua hatua kwa hatua. Sawa. Ile dhana au hofu ya labda mzazi tu kumnulia, pengine mzazi wa kiume kumnulia kijana wake wa kike taula na vitu kama hivyo. Sasa hivi inaweza kufanyika, mzazi anaweza, hasa mzazi wa kiume, kuchukua hatua hiyo. Hii kitu kama hujaelimika, hujapata ile elimu sahihi, inakuwa ni shida. Kwenye masuala ya afya kidogo kuna vitu ambavyo usipomwelimisha mtu inakuwa changamoto. Unaweza kumwambia mtu nunua kitu fulani cha kukukinga maisha yako, kinauzwa shilingi 1000. Yeye atakwambia kuliko kununua hicho kitu, hiyo shilingi 1000 kuliko watoto walale njaa, ni bora nikanunue unga, nikanunue sembe nimpikie chakula. Lakini sio kwamba hana pesa. Kikubwa ni kwamba watu wengi hawana vipaumbele, kwa sababu hiyo kitu inanunuliwa mara moja. Hizi taulo zinanunuliwa mara moja kwa mwezi. Lakini maisha ya Kiafrika hatufanyi budget, hatuna mipango. Kwa hiyo ni vitu vinakuja tu kama dharura, na wengi sasa unakuta wazazi, na ndio maana tunaingilia afua kama hizi Zanzibar Maisha Bora Foundation, kwa sababu inasimamiwa na mwanamke ambaye anaelewa changamoto zote hizo za makuzi na kila kitu, na anakuja kumuona mtoto wa kike anahitaji kuwa mtu fulani mkubwa, lakini kama tusipoweza kumwandaa huku chini akiwa bado katika msingi, katika umri barehe, inaweza kuwa shida. Kwa hiyo tunaangalia katika upana wa namna hiyo. Kwa hiyo ni safari kama nilivyosema mara ya kwanza, tutafika kwa ushirikiano na serikali, kwa sababu hatufanyi vitu nje ya malengo ya serikali, na tuko nao kwa ushirikiano mzuri sana, na tunashukuru kwa hilo, sababu tunafanya shughuli nyingi kama hata hizo medical camps na mambo mengine yote kwa ushirikiano na serikali kwa 100%. Unadhani baada ya miaka mingapi na sisi pengine kwa upande wa Zanzibar tunaweza kushabihiana kwenye swala hili la kuangalia hedhi salama kwa jicho makini sana kama Scotland wanavyofanya? Kwa mipango tulionayo Zanzibar Maisha Bora Foundation, naomba uje, tunaingia katika awamu nyingine ya Mheshimiwa Rais Hussein Mwinyi, na ana maono, na mke wake ndio champion kama nilivyosema.
Kwa mipango tulionayo, ndani ya miaka 5 baada ya pale ukija, tutakuwa hatuongelei tena masuala haya. Itakuwa ni swala la kitaifa, itakuwa ni swala ambalo tumeshaachana nalo, tumeshaenda katika mambo mengine, na itakuwa sio tena kuanza kuongelea masuala ya taulo. Itakuwa ni kitu endelevu. Nasema kuna sustainability plan ambayo tunayo kama taasisi. Tunajaribu kuangalia, tunaenda kwa phases. Kila phase itakuwa ina muda wake, tutafanya nini. Itafika kipindi itakuwa ni kama sasa hivi nadhani masuala ya maji, umeme na nini sio tatizo tena. Ndio haya tutakuja kufika tunaposema shule maana yake nini? Tunataka tufikie huko. Tukisema kituo cha afya maana yake nini? Tukisema jamii maana yake nini? Vitu gani ambavyo ni vya msingi vinakuwepo ambavyo vinachangiwa na jamii yenyewe kwa wenyewe kutaka kuona kwamba hiki kitu ni muhimu. Kwa hiyo behavior change ama mabadiliko ya tabia na uwezo wa kuweza kuchangia vitu kama hivi ni safari ndefu. Huwa haichukui muda mchache, lakini tunaamini baada ya 2030 tutakuwa tunaongelea vitu vingine. Ndugu mtangazaji. Zanzibar tumeadhimishaje? Zanzibar tumeadhimisha, kuna timu yetu ambayo iko Paje na Bweleo wanagawa taulo za kike na kutoa elimu katika watoto wa kike waliofikia umri wa barehe zaidi ya 200. Lakini pia baada ya hapa Zanzibar Maisha Bora Foundation, Mama Mariam Mwinyi ni sehemu ya wake wa marais Afrika wanatengeneza umoja unaitwa OFLAD. Leo kuna jinsi gani tunashare no experience sisi Zanzibar Maisha Bora Foundation. Kumbuka mke wa rais wa Mozambiki ametoka hapa haijapita hata wiki 3 na mke wa rais wa Finland walikuja kujifunza, mojawapo mambo walikuja kujifunza na kuona ni jinsi gani sisi tunatengeneza hizo taulo za kike na kuna nini. Kwa hiyo tumekuwa mfano bora. Tunaenda pia kuiambia dunia na wake wa marais Afrika ni jinsi gani Mama Mariam Mwinyi kupitia taasisi yake inafanya jitihada, lakini serikali inachangiaje katika kutoa kodi kupunguza, lakini tuna mazungumzo gani, kwa nini tunafanya kazi na serikali, tunaenda kuiambia Afrika pamoja na ulimwengu jitihada tunazozifanya tulizoziongelea hapa. Kwa muda mfupi dunia itafahamu taasisi ya Zanzibar Maisha Bora Foundation kupitia msalifu wetu Mama Mariam Mwinyi jinsi gani tunafanya ili kuweza kuishi maono ya Mheshimiwa Rais Hussein Mwinyi kwa spidi ya ajabu sana. Asante. Nikushukuru sana Bwana Joseph Kafipa kwa kutueleza hayo, na kwa kweli tumepata mwangaza namna gani ambavyo taasisi ya Zanzibar Maisha Bora Foundation imekuwa champion katika masuala mbalimbali ikiwemo masuala ya afya na kuinua uchumi kupitia sera ya uchumi wa blue. Tawalika kwa mara nyingine ili tuje kufahamu mambo mengine zaidi ikiwemo masuala haya ya kuyapa thamani mazao ya baharini ikiwemo ukulima wa mwani. Ilikuwa namna gani Wazanzibari wananufaika kupitia sekta ya bahari. Karibu sana. Asante sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Asante sana. Mtazamaji, tumekamilisha katika hatua ya kuangaza kwa kina siku hii ya maadhimisho ya hedhi salama duniani. Na bila shaka hapa tumezungumza mambo mengi sana, na tumezungumza naye Bwana Joseph Kafipa, meneja miradi kutoka taasisi ya Zanzibar Maisha Bora Foundation. Mimi ni Ali Kinasa, kwa upande wa lugha ya alama ni Shweikha Khatib. Sasa kabla kuondoka, naomba nikukumbushe jambo moja. Wanasema ukimpoteza mtu sahihi kwa uzembe wako ni sawa na kupoteza meno ya mbele. Huwezi kuwa na tabasamu kama awali. Kwa makini, naendelea kufuatilia Shirika la Utangazaji Zanzibar. Asante.